Ukijua kile ambacho uko nacho sio chako, ukijua yale magonjwa ambayo wengi tunateseka nayo sio yetu, tutayapeleka pale msalabani. Ukijua kufutwa kazi ambako unafutwa sio kwako, inafaa upeleke msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu mwanaume William B alivyomuona Yesu, akajua hii damu, mimi ndio najua maumivu ya kutoka na damu, mimi ndio najua uchungu ama upweke wa kukaa peke yako miaka 12. Mi huwa naangalia naona, wakati alikuwa anauza mashamba alikuwa na watu marafiki, lakini sio ati ni marafiki wa kumnenea maneno ili avumilie moyo. Hapana, walikuwa ni marafiki wa kukura pesa ambazo ameuza shamba. Pesa zikiisha wanamuondokea. Acha tuongee ukweli. Alikuwa amerushwa nje ya mji. Alikuwa na watu wangapi mjini? Alikuwa na watu wangapi wapi hapo nje? Lakini wale waliouziwa shamba huwa wakati walikuwa wananunua walikuwa marafiki, lakini wakati pesa ziliisha akaashwa. Na hivyo ndivyo inafaa tuelewe, watumishi wa Mungu. People will draw near to you not because they value you, but because they are getting something from you. And if you will not keep your eyes focused unto Jesus, by the time Jesus will leave you, they will leave you completely. The time God will talk what belongs to him. Utaachwa peke yako. Na ukiachwa peke yako, hao wenye ulikuwa unasaidia, hao watakuwa wanaona umechona nguo hapa hivi, imekaa stailo ingine hivi. Hata ukipita mbele yao hawakuongelesha, na wanaongeleshana na mdomo. Mark your boundaries, even if you have a lot. Talking this under the Holy Spirit of God. Sio kila mahali nafaa uende. Wanaonitazama warunikaze, naongea hii nikiwa nimenyenyekea. But get this from the Holy Spirit of God. Sio mahali popote inafaa uende. Sio kila kitu inafaa ukule. Sio lazima usalimie kila mtu. Sio lazima uhagi kila mtu. Sio lazima utembee kwa kila mtu. Sio lazima upokee kila kitu unapewa. It is not a must. Siku hizi watu wakae antena zao zikiwa hivi. The discerning spirit must be a rat nowadays. Let your spirit be so much alive that even before they come to talk to you, you always know what they want. Before they come and hug you, your spirit has already refused their chest. And even if they will hug you, the God that you have will burn their God. That woman decided to break up the boundaries and to break the law. Wakati ulikuwa mgonjwa, hayo magonjwa haikuwa inafaa utangamane na watu. Na by the way, mtu akitokwa na damu hunuka vibaya.
So yeye mwenyewe alikuwa anajua haifai niende katikati ya watu kwa sababu ya harufu ambayo ninatoka, lakini alipotazama akajua ninaumia hivi na yule ndio amebeba uponyaji wangu. Hata kama hajawahi niponya, ninajua historia ya huyu mwanaume. Nilikuwa nasikia alikoenda alitenda mema, akapata mtu mgonjwa anamponya. Inaweza kuwa hajawahi niponya, lakini najua historia yake. Na hivyo ndivyo inafaa tukae watumishi wa Mungu. Sio lazima. Niliona watu wengine, I'm sorry to say, naongea gani na siogopa nitakufa. Mtu mwingine nikampata pale kwa parking, ameshikilia limousine na anaongea. Ameshikilia nini? Limousine, si hata baiskeli. Limousine. Anasema, Mungu ulisema vitu vyote vizuri ni vyangu, ni vyetu sisi ambao tunakutumikia. Ninanyakua hii gari kuanzia dakika hii, ni yangu, nimeipokea, ninaikamata, na mimi nikamsongea. Unajua mimi siogopangi by the way. Nikamwendea, mwambia mama, atumeomba. Biblia inasema vitu vyote vizuri ni vyetu, vyote vizuri ni vyetu. Hata hii gari si ni nzuri, ni yangu. Nikamwambia, unaona hii gari unaombea, kuna mtu mwenye gari huwa anaomba, anaikamata. Hii gari ni yangu, sitawahi nyang'anywa. Atakaye ni nyang'anya atumwe shimoni, akufe tumzike. What if hiyo maombi ya kufikia? Naweza omba neema ile mama waliokuwa na kuanga na, lakini nikiambiwa nipitie maumivu hii mama amepitia, ili ile neema ikalie kichwani mwake, siwezani nao, naweza nikakufa. Bwana Yesu asifiwe. Angalia jirani yako, umuulize, who touched me? Huyo mwanamke akaangalia, tutoke huko kwa magari tutarudi. Huyo mwanamke akaangalia, akaona ndiye huyu ambaye amebeba uponyaji wangu. Ni ukweli kuna watu ambao wamemzingira. Ninaona Petero, na ninajua Petero kazi yake ni kubeba kisu ya kukata watu masikio, lakini hiyo hainiogopeshi. Ninachojua ni kwamba ndiye huyo. Ninachojua ni kwamba ndo huu uponyaji wangu. Siwezi kubali Yesu atoke hapo. Siwezi kubali uponyaji unipite. Akarudi nyuma peke yake. Hapa ndipo nataka tuelewe, watumishi wa Mungu. Alirudi nyuma kisiri. Kristo mwenzako mwambie kisiri. Nokoro dai kwa gedwe mwire secretly. Yani akiwa peke yake, aliamua peke yake, akarudi nyuma kuchola atakavyopenya katikati ya watu peke yake, bila kuambia mtu yeyote. Huwa ninaonanga aliogopa kuambia rafiki yake ama yule ambaye alikuwa anamletea historia za ndani ya mji, ya kwamba ataenda kusema ya kwamba ameamua kumwendea Yesu. Akaamua kufanya hayo mambo kisiri. Karia jirani yako, mwambie kisiri. Na umwangalie ukiwa umeharibu sura, mwambie kuwa mtu wa siri wewe. Hata wale wanaotutazama, kuweni watu wa siri. Watu ambao mnaenda kuripotia, unataka kununua gari,
hao ndio huwa wanalala wakiwa uchi nje ya mlango yako, wakikuroga usiendeshe hiyo gari. Nyamaza. Sio kila mtu akwambia ndoto zako. Hata imeandikwa Yusufu alikuwa anaota, anaenda anaambia ndugu zake. Walimfanya nini? Walimfanya nini? Ukipata boyfriend ndio huyo wewe kwa social media na unaweka ka emoji ndio umecheka na unaandika pale grateful, alafu hapa chini unasema God has seen me through, unaweka alama za dukuduku. Sasa watu wanakuuliza pale, what has God done to you? Na wewe unaenda unafungua mlango, my friend. Watu ni wale walioimba hosana hosana, haleluya hosana, Yesu asifiwe hosana. Na hao ndio waliosema hapana, hatumtaki, tufunguliwe. Ndio sababu huyo mwanamke aliamua peke yake kisiri, akaamua kupita katikati ya watu peke yake na kisiri. Nataka uone usiri vyenye inafanyanga secretly. Ukiamua kwenda mlima, enda kisiri. Siku hizi hata kama utapata girlfriend, my brother, date privately. Sio kila mtu anakupigia makofi hata anakutakia mazuri. Na kama umeamua, amua. Kama ni yeye, ni yeye, kaa na yeye. Hata ukiambiwa na kojoanga kwa kitanda, kaa na yeye, fungaga yeye napki. You never know, after your presence will heal her. That's how we miss our blessing. Kwa sababu tunatakanga kitu full pack. Who told you that God will give you full pack? No, nothing. No. Hata wale ambao wanapanga kama jaride wetu hivi. Najua hapa unaupanga, Mungu nataka unipatie mwanaume kijana ambaye ako na nyumba, ambaye ako na gari, ambaye ako na pesa, yani tall, handsome, full pack, my friend. That tall, handsome, full pack with money and car. There is a power behind him. Siku hizi mama Irongo hatutaki mambo mingi. Tunataka tupate, tumejengewa, tumefanyiwa nini? Kazi yetu ni kuingia kula, ndio unapatanga tunapigwa saa 2 na tumeoleka siku. Kwa sababu hata wakati ulipata tall, dark, handsome, ulimuweka Facebook. Na wale ambao unawekea Facebook ni wale ambao ni wauaji wa maono. Wakipata mtu anahubiri dakika 2, watakata na wakaeneza. Ukienda kwa comment, moyo wako unavunjika. Ukihubiria watu mpaka watu wanaanguka, wanapona, unapata kikoment pale wanasema unatumia nguvu za Zerubabeli. Na mimi wacha nikuambie, kama ni kuhubiri, hubiri. Kama ni kuimba, imba. Kama ni kuponya, ponya. Kama ni kufufua, fufua. Kama ni kukataa, kataa. Kama ni kuruka, ruka. Kama ni kurara, rara. Wachana na watu. Huyo mwanamke kama angeambia watu, kama siku hiyo kulikuwa na social media, atangaze tu, aweke tu kwa Facebook, ati I'm planning to kill and touch the hem of Jesus. Friend, comment zingekuwa zinatelemka zile noma. Utamguzaje na hiyo mikono inafungaga padi kila wakati? Utamguzaje na wewe ni mtu unanuka? Utaguzaje na utapitia wapi? People will
try at their level best to make sure that you have not touched the right, that you have not entered into your destiny. But if you have made a decision that this is what I want, do not listen to the people's opinion. Stick to your own opinion. Run to close your mouth. Msichana akipata kamimba, ndio hiyo social media, na unainua kamuguu juu hivi, not knowing which platform you are in, not knowing how many people have prayed for you to be barren forever. Ukishika mimba funika. Ukipata gari wacha watu wakuonange nayo kwa barabara ikiwa imemaliza 5 years. Huyo mwanamke Monica kama angesema kwa social media, nataka kwenda kuona huyo Yesu, hawangekubali, wangemkanya kitambo. Lakini aliamua peke yake, kisiri kindani, ya kwamba nimechoka na kutokwa na damu. Sasa nimeamua, si ate tumeamua, nimeamua. Na hapo ndipo inafaa tufike, watumishi wa Mungu. Kama uliitwa peke yako, tumikia Mungu kiwewe peke yako. Waibaji, kama uliitwa peke yako, tumikia Mungu kivyako. Achana na opinion za watu. Kami cheza hiyo drum set hata kama itapasuka mara 10. Na usisikize watu wanasema tunatoboa drum set kila wakati. Wachana na watoboa mara 10. As long as Mungu atakureward one day. Ipo siku. Tumishi. Ipo siku. Akasema hapa sikari, na uponyaji wangu ndio kisili. Na diposta huwa tunaambiwa, wakati aliamua kupenya, huwa naona watu ambao walikuwa wamemzunguka Yesu, watu ambao wengi walimzunguka kwa sababu ya chakula ambazo walikuwa anapewa, kwa sababu ya mikate ambayo walikuwa amekula. Wengi ndio walikuwa amezunguka Yesu kwa sababu ya kile ambacho walikuwa anapata cha kuweka kwa tumbo. Lakini huyu mwanamke hakuangalia chakula, hakumtafuta Yesu juu ya maji, hakutafuta Yesu juu ya mikate, hakutafuta Yesu juu ya mana. Alimtafuta Yesu kwa sababu alijua huyu ndiye amebeba uponyaji wangu. Kuna watu wengi saa hii, and it is not that I'm discriminating them, no, I'm talking that kuna watu saa hii wako kwa mlima siku 3, wanaomba wapate gari. Lakini Mungu anasema, nikipatia mama Irongo gari kwa hii miaka yake, itamaliza kabla ya wakati wake. So anajua gari simpi. Na wewe uko kwa mlima unangangana upewe gari. Na ndipo Biblia inasema, let your will be done. Wakati Yesu aliomba akasema, niondolee kikombe ambacho kiko mbele yako, maana kina uchungu na maumivu. Lakini pale mwisho akamalizia akasema, mapenzi yako yafanye. Ni matamanio magani ambayo uko nayo moyoni mwako? Wale ambao wanatutazama, ni matamanio mangapi ambayo uko nayo moyoni mwako? Ni mangapi umeweka kwa social media? Ni komenti ngapi ambazo umesoma ambazo zimekufanya moyo wako uiname? Ni wakati wa kuamua kwenda another level na hata mbosio kali imba akasema kundeka Biblia
Ude. Hiyo ni kitamba, si matusi. Hiyo ni kitamba, inasema funga mdomo. If you want to receive your healing, keep quiet. If you want to see God doing great and mighty things, keep quiet. Huyo mwanamke angetangaza, amjua sasa Petero ndio angetengeneza kisu vizuri. Juu sasa hangekata masikio. Juu sasa alikuwa anatengeneza kisu vizuri. Lakini aliamua kupenya katikati ya watu ambao walikuwa wamemzunguka Yesu peke yake na kisiri. Wakati alipenya akaguza Yesu kisiri. Sijui kama tunaelewana watumishi. Aliamua kumguza Yesu pia kisiri. Nikiangalia na maono yangu, labda angeuguza Yesu na kupiga kelele, wale ambao walikuwa wamemzunguka wangemkataza. Lakini aliamua, yes, ninatokwa na damu, yes, ninanduka, yes, kuna watu wamezunguka, lakini ndio hii pinde la vazi ya Yesu, na ninajua nikiliguza tu nitapokea kuponya. Wacha niguze, kitakachotokea ni changu. Ndiposa Biblia inaulizanga katika Mark 5 that ni nani ameniguza? Kwa sababu huyo mwanamke aliguza Yesu kisiri, lakini sisi tunataka kumguza Yesu publicly. Wengi watakukataza. Uweke kwa social media ati ninaomba Mungu anipatie passport niende UK. Hata Uganda hutaenda. Na Mungu atabaki Mungu. Na haikuwa mapenzi ya Mungu. I know we are learning something. Let people say what they want to say, but get something that sio kila kitu ya kuwekwa kwa social media. Angalia watu ambao tumewajua sana kwa social media. I am saying this with a lot of confidence. Ni wengi sana tumeona wakinawili, yani wakiinuka, wakiwa wameinuka tayari kwa social media. What about now? So that you may learn something to do your things privately. There are billionaires that we don't know. Hello? There are trillionaires in this Kenya that we don't know about. Na wengine tunawajuanga wakifa. Tunasikia alikuwa. Lakini maisha yao ya kisiri wameweka ndani, kwa sababu they know as long as you expose yourself to the destruction. That the reason this woman decided, I will do this secretly. Kwa sababu Biblia inasema Mungu anayaona yote yanayofanywa kwa siri. Hapo ndipo walijua hiyo siri ambayo imenitoka, kuna mtu ameniguza. Na ndiposa alipouliza nani ameniguza, wanafunzi wa Yesu, wale ambao walikuwa wanaelewa Yesu vizuri, wale ambao walikuwa wanajua vile Yesu anafanya, wale ambao walikuwa wanajua leo yuko wapi, wale ambao walikuwa wanajua kesho atakuwa wapi, wale ambao wanajua akilala amefanya nini, hao ndio waliomjibu vibaya. Imagine ulize mzee wako ama bibi yako, muulize funguo zilikuwa wapi? Ziko wapi funguo? Alafu akuulize, yani unaniuliza tu mimi peke yangu, kwani huoni watu wote ambao wako kwa nyumba? Waulize. That is rudeness. Na hivyo ndivyo wanafunzi wa Yesu walifanya. Walimuuliza, unauliza ni nani amekuguza, na unaona umati wa watu vile ambavyo umekuzunguka. Kumaanisha wale ambao walikuwa karibu na Yesu walikuwa tu wanamjua physically, lakini spiritually and in secret hawakumjua. Na
Ndiposa wale wanaume ambao walikuwa wanaenda Emmaus, Yesu aliwajoin, lakini hawakuwa wanamtambua. Hivyo ndivyo Wakristo wengi tulivyo. Huwa tuko na Mungu, huwa tuko na yeye, tukilala, tukiamka, tukitembea, tukisengenya watu, lakini anakuangalia tu, anasema wewe, let me give you time to know who you are. Na kwa sababu kuongea ukweli, hii Kenya mtu hupigwa. Mimi siogopi vita, lakini nitakwambia ukweli. Funga mdomo, fanya mambo yako kisiri, enda uombe Mungu kisiri, tafuta Mungu kisiri, panga mambo yako kisiri, pata majibu ya maombi yako kisiri, kaa nayo kisiri, shinda kisiri, lala kisiri, amka kisiri, nenda kisiri, kila kitu yako julisha Mungu kisiri. I'm sure if that woman would say, nataka kupona ama kuponya, na yule ambaye nataka aniponye ni Yesu mwana wa Nazareti, ama ni Yesu mwana wa Daudi, hangekubarishwa. Wakati Yesu aliuliza nani ameniguza, hawa hawakuelewa, kwa sababu yule mwanamke alimguza kisiri. Na wakati unaguza Mungu kisiri, hakuna mtu mwingine huwa anaelewa ila wewe peke yako. Na hapo ndipo watumishi wa Mungu tupo. Wakati unapitia kitu kadogo tu hivi, umeweka public, umejulisha watu, na labda Mungu anataka hako kajaribu ungangane nako kisiri mpaka mwisho. Lakini sisi tumekuwa wazembe, hata kimaombi ukipatwa na shida ushainuka kwenda kwa muombezi ama kwa diviner ili akwambie tuma 400 ni kuombe, unanunua uponyaji 400 wewe. Wakati huo mtu atashuka, mtashuka na yeye. Kwa nasema emergency itawajaisia kwanza, na wanapiganga mpaka picha kisiri, ili wakati itafika wake wa kwenda chini, mnaenda na yeye. Anakwambia hata huyo dada mnaonanga akihubiri JCM anakujaka kutafuta nguvu kwangu, ashindwa milele. Wakati wa mwanamke alijua, yule ambaye huona silini amejua alichofanya katika siri, akainua mikono katika uwazi, akasema ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vile ambavyo alitoka mahali alikuwa amewekwa, hakuna aliyejua. Mahali alipitia, hakuna aliyejua. Vile alivyoguza vazi ya pinde la Yesu, hakuna aliyejua. Lakini wakati aliponywa, kila mtu alijua. Wakati utaamua kutafuta Mungu, majibu ya maombi yako atakujibu kwa wazi. Utakapoomba doa, atakupa kwa wazi. Utakapoomba kusamehewa, atakujibu kwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Atakapo kujibu, kwa sababu wewe haukujiweka wazi, yeye ndiye atakaye kuweka wazi. Na Biblia inasema mlango atakao ufungua hakuna atakaye ufunga. Mlango atakao ufunga hakuna atakaye ufungua. Wachawi hata wakijaribu kufunga mlango, ushafunguliwa. Akijaribu kukurani, ushabarikiwa. Akiamua kukurudisha chini, ushainuliwa.